Ukienda kwenye mahusiano hususan kwa sababu ya vile unavyojisikia wewe kuhusu yule mtu, mwisho wa siku utaumia. Lakini ukienda kwenye mahusiano kwa vile ambavyo yeye anajisikia kwa sababu yako, utakaa vizuri. Sasa watu wengi wanajihisi kwamba wana upweke. Yani kwa nini? Moja ni kwamba watu wengi watu kama hao wanaishi kwa kutegemea hisia za watu wengine. Alikuwa akiishi akiamini kabisa ya kwamba bila huyu Timothy siwezi nikaishi. Timothy anapoondoka, ndio kwa maana baada ya watu kutengana kimahusiano, wengine wanakwenda kuwa machizi, wengine anapoteza hamu ya maisha, wengine anapoteza hamasa ya kufanya kazi. Kwa sababu gani? Aliamini kabisa kwamba uwepo wa huyu bwana ndio unanipa mimi courage, unanipa mimi nguvu, unanihamasisha kufanya jambo. Sasa akishaondoka, moja kwa moja kule kutokuwepo kwake kuna mpiga vibaya kwenye hisia, kwa sababu kuishi ni kuhisi. Sasa hisia zako zikipigwa, moja kwa moja kila kitu chako kimepigwa. Ndio kwa maana inabidi watu kulinda sana hisia. Usiwekeze hisia popote pale. Sababu tunaposema mahusiano ni uwekezaji, ni investment. Na unapowekeza, kitu kikubwa cha kuwekeza kwenye mahusiano, huwa hatuwekezi tu mwili, hatuwekezi tu uwepo, tunaanza kuwekeza hisia. Sasa jambo jingine ambalo ni chanzo cha afya ya akili before tuende hapa kwenye NPD ni kwamba ni social disadvantage. Nikisema hivi namaanisha kwamba ndio unakuta mtu ana shida ya fedha, amepoteza kazi, biashara imedrop from nowhere. Yani alikuwa anaamini kwamba biashara yangu hii ndio itanipeleka somewhere, alafu baadaye anapotea. Alipanda labda ekari 15 za mahindi, and then mvua ikaja ikamkosea akalose. Huyu mtu anajikuta kwamba anapata mawazo mengi zaidi, na inampelekea kuwa na changamoto ya afya ya akili. Good morning Kigoma.